God bless you, God bless you. Leo nitakufundisha jinsi mikono inavyoweza kumfanya mtu awe tajiri maisha yake yote. Nadhani utakuwa unajiuliza, kwa nini isiwe miguu? Miguu ni ishara ya umiliki. Sasa ukishamiliki, mikono ni ishara ya utajiri, mali. Ndio maana kuna alama za mikono ambayo baadhi ya watu wanazitafsiri kwa namna wanaojua wao kama ni ishara ya umiliki wa mali. Sasa mimi nitazungumza kwenye upande wa Biblia. Wachawi wakitaka mtu awe maskini, wanamfunga mikono kwenye ulimwengu wa roho ili asiweze kupokea baraka za Mungu. Ndio maana hata mtuhumiwa wanafungwa pingu kwenye mikono. Ukishafungwa mikono, unakuwa hauna haki ya kupokea baraka za Mungu. Na mwisho wa mafundisho haya tutaomba dua maalum itakayokufungua vifungo vilivyofungwa kwenye mikono yako in Jesus name. Mungu aliwahi kuambia watu kwenye Biblia, nitabariki kazi ya mikono yako. Kumbe baraka cha kwanza lazima ipitie kwenye mikono. Mungu anapokuwa anabariki, ndio maana watu wakiombewa huwa wanafanya hivi. Watu wakiombewa hawafanyi hivi, huwa nyosha mikono juu. Kwa nini watu wakiombewa wanaambiwa nyosha mikono juu? Dini zote unazozijua wewe, hakuna dini ambayo watu wanaombewa afu wanafanya hivi mikono nyuma. Haipo. Kwa nini hawafanyi miguu juu wakiwa wanaombewa? Kwa nini wananyosha mikono juu? Baraka za mtu zimefichwa kwenye mikono yake. Sasa wachawi kwenye ulimwengu wa roho huwa wana uwezo wa kuchafua mikono ya mtu. Wanaipaka matope, wanaipaka masizi, wanakubadilisha mikono, wanakugeuza ili usiweze kureceive the grace from the heaven, usiweze kupokea baraka kutoka mbinguni. Sasa leo nitakufundisha baadhi ya maombi ya kuweza kuomba. Yesu aliwahi kuwaosha watu miguu. Fanya ibada ya foot washing. Yesu aliwahi kuwalisha watu meza ya Bwana. Yesu aliwahi kuombea watu kwa ajili wafanyiwe ubatizo. Hata Yesu naye aliwahi kubatizwa na mtumishi wa Mungu Yohana. Lakini Mungu aliahidi watu watabarikiwa kupitia kazi za mikono. Na Mungu huyo akawaambia watu hao watakaobarikiwa kupitia kazi za mikono, atawabariki mjini, atawabariki kijijini, atawabariki waingiapo na atawabariki watokapo. Mwambie Mungu, Mungu wewe ndiye muumba wa mbingu na nchi, nyota, milima, mabonde, maserafi, makerubi, wazee wenye uhai wanne, manabii wote, mitume na manabii, wafalme wote wenye hekima, wote wanaanguka mbele zako. Na hekima ya mwanadamu ni upumbavu tu mbele zako, wala hekima yako haijai kupimwa kwa kipimo cha wanadamu. Naomba mikono yangu iliyofungwa na nguvu za giza, iliyochafuliwa na nguvu za giza kwa lengo ya kuzuia baraka kutoka mbinguni, naomba uisafishe kwa damu yako, niweze kupokea baraka zako na ramani yangu iliyopangwa mbinguni iweze kutimia hapa duniani. Yesu, nakupenda na nakuamini na kuheshimu. Wewe ni mwana wa Mungu. Ulikuja duniani kwa lengo la kutukomboa sisi. Na Mungu akaahidi kuliinua juu jina lako kuliko majina yote. Na kwa katika jina lako kila kitu kinawezekana. Ukiomba dua hiyo kila siku ndani ya siku 7, Mungu atafungua mikono yako na utakuwa mmoja kati ya wanadamu ambao wanapokea baraka za Mungu. Usiache kusubscribe,
kututumia message, kushiriki na sisi. Soon tutaanza ibada ya live, tutakuwa tunaombea watu live. Mwaka huu tutakuwa tunaombea watu live. Kuwa wa kwanza kusubscribe ili uweze kuona notification mara pale tunapoweza kuwa live.